He, Latifa. Sabuni umetoa wapi? Nimechukua ndani mama, umechukua ulinunua wewe. Ulinunua hiyo sabuni? Alinunua mamako. Nikiwa naongea na wewe unanijibu. Alinunua mamako hiyo sabuni? Sabuni nimenunua mimi kwa ajili ya kufulia nguo zangu na mume wangu, sio za kinyamkela wewe mpumbavu wewe. Yaani umekalisha makalio hapo, umekaa mwenyewe umejiachia unafuafua hivi vinanili vyako. Si una mabwana wewe? Una bwana wewe? Una bwana nakuuliza? Unachelewaga wapi wewe ukitoka shule? Kama hauna mabwana wewe. Kwa nini wakupi hela za sabuni? Nijibu, kwa nini wakupi hela za sabuni? Yaani sabuni nilionunua mimi ya kufulia nguo za mume wangu, eti unakuja kufulia wewe hii mibwanda yako. Una akili timamu wewe? Nakuuliza wewe, nikalie kimya mpumbavu wewe. Nakuuliza wewe, shenzi, una hamu ya kufua wewe? Una hamu ya kufua? Uzi wewe. Rudi hapa. Haraka. Fanya haraka. Na kwa kuwa umeniloanisha, nitakuonyesha leo. Una hamu ya kufua wewe? Unaona hivyo niloanisha? Unaniloanisha mimi kwa upumbavu wako na kwa sababu mtoto aliua mimi mpumbavu wewe. Shenzi wewe. Kaambia wanaume zako wakupe mimi sina hela ya kuwalisha watoto wa marehemu hapa na sabuni nikununulie mpumbavu wewe. Unaingia ndani kwangu, halokupa ruhusa kuingia ndani kwangu na kuchukua sabuni nani? We mbwa. Kumbe kila siku wewe ndio unayofanyia mwanangu. Naongea na wewe. Samehe mwanangu. Naomba ukae kimya. Nimeona kila kitu. Wewe unkadanganya kila siku. Leo hii naona ndio mwisho wa kunidanganya. Imefika wakati sasa. Kumbe yale yote nilikuwa naambia na majirani ni sahihi. Siku ile nakuuliza unaniambia kwamba na mwanangu tunaishi vizuri. Kumbe haya ndio namfanyia mwanangu. Samehe mwanangu, samehe. Shetani tu alinipitia mwanangu. Naomba nisamehe. Wewe mwanamke nimekukosea nini? Samehe mwanangu. Nimekukosea nini mimi? Na msizike. Mwanangu kakukosea nini? Au tumekukosea nini sisi? Laiti ingekuwa mamake yupo, ungemfanyia haya? Sasa sikia. Sitaki nikuumize. Naomba uingie ndani. Uchukue kila kitu chako. Uondoke. Natoka mbali mwanangu. Usije kusababisha nikupige. Sitaki kukupiga na wala sitaki kukutia alama. Ati mama, niombe msamaha kwa baba. Samehe mwanangu. Wewe kenge, ingia ndani. Latifa mwanangu. Haunijue. Latifa mwanangu, niombe msamaha kwa baba. Mume wangu. Yaani ile swala la Latifa hivi unalichukuliaje? Yaani naona wewe unachukulia simple kabisa. Naona umetulia, mwenzako mimi naumia, ila wewe mwenzangu huna muda umerelax kabisa. Mimi sikuelewi. Mke wangu, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi sio kwamba nalikuzia.
mimi pia namuona Latifa kama ni mwanangu. Na pia unavyotaka wewe sivyo, unakosea mke wangu. Hili swala linapaswa kabisa tufuatilie misingi na haki ambazo zimewekwa na serikali. Sijui umenielewa mke wangu. Leo hii wewe Latifa akipata matatizo mikononi mwako, utaeleza nini wazazi wake? Kwa hiyo sasa kuna sheria na vitu hivyo vipo, dawati la kijinsia, dawati la watoto. Hivyo vitu vyote inatakiwa vipelekwe kule. Enzeni watu waanze kufuatilia moja baada ya nyingine. Sio kwamba sitaki kumsaidia Latifa. Bash, na nampenda pia. Lakini ufate misingi iliyowekwa. Mke wangu wewe ufate misingi iliyowekwa. Ndio maana mimi na wewe tunapishana kauli. Kwa hiyo laiti ungekuwa unanisikiliza mimi mume wako, ninachokitaka, ungejua kabisa kitu gani ambacho nachokumaanisha kwako. Sitaki nikupoteze mke wangu. Sheria. Mume wangu tatizo wewe ni wewe. Yaani sio mwelewa hata kidogo, ni nifanye nini yule? Mtoto yule anateseka. Mimi ni mwalimu wake. Nahitaji yule mtoto akae sawa. Sasa mambo ya sheria. Wewe ni mwanasheria? Hivi vitu vipo mama, unatakiwa uende uvifuatilie. Sio unavyotaka kufanya vitu kiolela. Basi tuelewane kidogo. Au mpaka unataka nianze kufuka hapa tuko barabarani watu waanze kutuona sisi? Na wewe foka tu, maana ni kawaida yako. Maana kila ukiambiwa kitu huelewi. Maana naona mwenzangu ile swala haulifuatilii kabisa, na nimeshakueleza siku nyingi sana. Huna mpango nalo. Sasa imepita kama wiki 2 hivi. Huna mpango. Umekaa unakula, unalala, yani unarelax, yani huna shida. Labda tu nikuulize, hivi ingekuwa ni mwanao yule au ndugu yako, ungefanya namna hiyo unavyofanya? Yaani mume wangu mimi sijapenda kabisa bwana. Yaani mimi sikuelewi. Haya mama. Tutashinda, yaani sikuelewi yani. Tunaongea nini? Nimekwambia hivi, na hakikisha yule Latifa ataka sawa. Mimi si mwalimu wake. Nahitaji nifanye chochote kile ninachoweza. Nimfuate babake nikamueleze hili jambo litaeleweka. Sasa wewe endelea kufuata sheria zako. Na mimi kama hutaki sikulazimishi. Utajua wewe mwenyewe. Na mimi nitahakikisha mambo yanakaa sawa. Wewe endelea kukaa kurelax. Mke wangu. Yaani wewe siku hizi umeanza kuwa jeuri hivi. Mimi naongea unaondoka. Wewe. Mke wangu, utaniua. Tukae chini tuongee mke wangu. Mambo madogo hayaishe mke wangu. Nakuomba basi. Utanipasua jicho la pili mke wangu. Nakuomba. Wewe mbwa mimi nitakuwa. Yaani nakuta message za mapenzi umeondani na unachita mademu zako na kuuliza, wasema rafiki. Marafiki gani? Kuna rafiki ongea na mume. Natumia makopa. Sio kwambia kitu wewe mbwa mimi sichekeshe. Nakwambiaje wewe mbwa mimi sichekeshi. Na usipangana kutoa jicho la pili, sio moja tu. Wazi kuleta ujinga. Wasimama wanawake zako si mara zako muondoa kwa naambia wao marafiki zao. Kuna urafiki wa mke na mume. Aidha kukuta makopa na kuuliza eti mimi marafiki zangu wao na mimi chizi. Sika kwambia kitu mimi mwenyewe mtoto wa town nitakuwa. Hapo na bado. Kita upumbavu mimi hapo. Nakuwa mimi sichekeshi nakuwa na nitakutoa jicho la pili hilo. Na bado mimi mwenyewe muuni. Aleta uni wewe. Ameshindwa watu. Wewe vipi na mabegi yako kubwa na michozi? Vipi mwenzetu? Dogo wangu. Shemeji yako amenifukuza, amenipiga sana. Yaani mpaka amenitoa damu, ona. Kweli amesikia hivi, ameniumiza. Amekufukuza? Mwalimu Iti. Ujue mpaka nimekuita hapa.
nilikuwa kuna vitu sana navifikiria baina ya mke wangu anavyovifanya hivi vitu. Sidhani kama mwenendo anaotumia ni mzuri sana. Mimi cha kuwashauri, nadhani mngekuwa mnafuata hatua za msingi, ingekuwa ni vizuri sana. Mke wangu analichukulia hili jambo simple sana, na hajui lina ukubwa kiasi gani au lina madhara kiasi gani. Kwa sababu kwa mfano, yani ikitokea yule mtoto akapata tatizo, mtu wa kwanza kuhisiwa ni yeye. Kwa hiyo mimi nilichokuwa naomba, fuateni mtiririko na sheria zilizowekwa. Kuna dawati la jinsia la watoto, viende huko mvifuatilie ili muweke mambo sawa. Katika hili shemeji unaloliongea upo sahihi kabisa. Ila mkeo anaumia kutokana na hili swala la huyu mtoto anavyonyanyasika huko nyumbani. Na ukija kuangalia kiundani zaidi, yule ni mwanafunzi wake. Kwa hiyo anajikuta anaumia kweli. Maana ni mwanafunzi wake ambaye anamfundisha akiwa darasani, akiwa nje ya darasa, anamwangalia mienendo yake, tabia zake, hali anayopitia huko nyumbani. Kwa hiyo inaonekana mke wake hili swala linamuumiza sana. Unajua yule mke wangu mimi ni ana asili sana ya ubishi. Nimekuita wewe hapa kidogo, mwanamke mwenzake, mnaweza mkaongea mkaelewana. Kwa hiyo huu ushauri niliokupa, kajaribu naye kumpa mwenzako, kwa sababu nyinyi ni jinsia moja, itakuwa ni rahisi sana kukopi kulifanyia hili swala. Mimi ninaona kama kuna ugumu ndani yake. Kwa hiyo ndio maana nimekuita hapa, nimekueleza kiundani kabisa. Uende kumsaidia rafiki yako. Ukitaka hivyo ili mfikie sehemu fulani. Sijui hilo pia nalo limekaaje. Hapo sasa shemeji, sisi ni wanawake. Tunachoomba hapo ni support yako. Kama ni kwenda kule kwenye dawati la kijinsia, utupe support yako, tuone tunamsaidia vipi huyo mwanafunzi. Maana sisi wote pale ni walimu, kwa hiyo mwanafunzi anapopitia hali ile, sisi walimu tunaumia. Kwa hiyo shemeji, tunaomba utusupport katika hili. Mimi kabisa niseme kwamba niko tayari kuwasaidia. Lakini kuwasaidia kwangu ni kwa masharti. Tufuate sheria na misingi iliyowekwa na serikali, kwa sababu sisi wote tunaendeshwa na serikali. Kwa hiyo tuweke tufuate sheria ambayo imewekwa na serikali ili kwa ajili ya kumsaidia yule mtoto, lakini sio kiolela hivi kama anavyotaka mke wangu. Niko tayari kwa hiyo. Sijui tumeelewana. Yaani dadangu ndo kakufanyia hivyo? Kakupiga kiasi hiko? Ili sio nikalikalia kimya dadangu. Twende. Mguu wangu mpaka kwa huyo bwana hapa. Nitaenda kuyamsha vumbi pale, naenda kukiamsha. Yaani mpaka atanieleza leo. Twende. Mdogo wangu, tuliza jazba kwanza. Yule ni mume wangu na bado nampenda. Haijalishi amenipiga kiasi gani. Cha msingi hapa mimi nilichokuwa naomba tuangalie tu namna ya kufanya. Kama tunaweza kwenda hata kumomba msamaha tu, mimi nirudi kwa mume wangu. Bado napenda ndoa yangu mdogo. Dada, nitulie vipi? Ndio maana nikakwambia twende. Mimi unanijua kote. Kinondoni, Mbagala, yani kote Manzese kote kwa mimi nimevuruga mimi. Kote sasa nzima hiyo watu wananijua mimi ni nani. Hapa. Yani hapa hachomoki. Twende dadangu, twende. Mimi dada yako nimeshakwambia yule ni mume wangu na nampenda, bado namuhitaji. Haijalishi amenipiga kiasi gani, lakini ile ni ndoa yangu mdogo wangu. Cha msingi mimi ningeona ungenishauri jambo lolote la msingi ambalo linaweza kunifanya mimi nikarudi tena kwa mume wangu, lakini sio kwenda tena kuleta fujo mdogo wangu. Nisikilize basi. Angalia njia yoyote ya kunisaidia, lakini sio hivyo unavyotaka wewe. Mimi nakwambia twende utaki. Wewe unakaa tu unalialia. Usahau dadangu analia mapenzi. Unalia mapenzi dadangu sasa. Unalia mapenzi. Ndio maana nakwambia twende. Sio kumbe twende. Sasa mimi ninachokuomba mguu wako mguu wangu, twende kwa mume wangu. Tukaombe msamaha. Anisamee, nirudi nyumbani kwangu kama mwanzo. Haya twende kwa bwana wako twende. Ila awe mstaarabu. Maana akinitibua kidogo tu, nitakitibua huko maana sichelewi. Ukitibua huko na kuvuga bisoni hata tabu.
Maana mimi ndo naitwa Aisha Timua. Unanielewa? Baba Latifa? Naam. Sasa hivi? Salamu. Vipi tena? Mbona upo na Latifa unampeka shule? Kulikoni? Au kuna tatizo? Shikamoo madam. Marahaba, ujambo? Jambo. Mwalimu. Kiukweli tatizo lipo. Fupi kwamba tatizo lilokuwepo, nimejaribu kuvunja ukimya. Kwa sababu yale yote ambayo mke wangu alikuwa anayafanya kwa mwanangu, nimevumilia maneno ya watu waliokuwa wanaongea, nikajaribu kufuatilia, nikagundua kuna ukweli ndani yake. Kwa hiyo nikaamua kuchukua maamuzi magumu. Nikamtimua yule mwanamke ili niweze kumlea mwanangu kwa amani. Kwa sababu mambo aliyokuwa anamfanyia yalikuwa yanaumiza kikweli. Mpaka mwanangu baada ya kukaa naye chini, kuanza kumuulizia kiundani zaidi, mwanangu ndo akaanza kufunguka. Yameniumiza sana. Kwa hiyo nikachukua maamuzi hayo. Mimi kwangu tu nikupe hongera. Yaani kwa hatua ambayo umefikia kama hivi, hongera sana. Hongera sana kwa sababu mwanao alikuwa ananyanyasika sana. Huyo mwanamke wako huyo sio mwanamke sahihi. Yaani mpaka hatua hiyo uliofikia, kuanza maisha upya na mwanao. Nakupa hongera. Nina imani Latifa ataishi vizuri kama zamani. Basi mimi niseme asante mwalimu, nashukuru kwa ushirikiano wako. Pia manake bila wewe kunisisitiza nisingefuatilia. Nashukuru sana kwa ushirikiano wako. Nashukuru sana kwa ushirikiano wako. Sasa hivi naona nina amani. Naishi kwa mwanangu vizuri. Nafikiri kwamba ana amani. Na amani mwanangu basi sawa, mimi ngoja nirudi nyumbani. Latifa. Nafurahi sana kuona mkeo hivi jamani. Nashukuru sana Baba Latifa. Sasa hivi nitamani niongee na wewe japo hata kidogo, na haraka nataka nikafundishe kuna kipindi darasani. Labda nikutafute siku nyingine, maana kuna jambo nataka tuongee. Sawa. Kwa hiyo mwanangu haya mwalimu. Wewe shetani, umefuata nini nyumbani kwangu? Kuna kitu gani ulichosahau hapa? Niambie kama kuna kitu umesahau, nikutolee sasa hivi uondoke. Sitaki kuona sura yako hiyo. Matukio leo yafanya inatosha. Nakwambia inatosha, sitaki nikuone hapa. Chukua kwato zako. Njoo uliotokea. Njoo ulioingilia, ndio tokee hiyo. Mangu. Mimi nimekuja kuomba msamaha. Tunataka tuzungumze tuyamalize mume wangu. Najua nilikukosea. Lakini ni shetani tu mume wangu alinipitia. Naomba nisamehe tafadhali. Hivi, wewe unanichukuliaje? Unachukulia mimi mjinga? Matukio leo mfanya mwanangu afu unakuja hapo nyoko mimi nikusikize wewe. Naomba uondoke. Usije kaniletea mabalaa hapa. Sitaki makesi mimi. Nitakuua sasa hivi. Sitaki kesi, umesikia? Toka hapo uondoke. Dada tulia. Shemeji. Dada sikaje kiusabu kuomba msamaha lakini nasikangu kanishawishi huko. Mpaka nimekuja hapa kuomba msamaha. Hivi shemeji, kwani hujawahi kukosea? Ndio kisalabu tu shemeji yangu jamani eti. Tusikilize basi. Au msikize mwenzako amekosea ndio maana kaja, najua kama kakosea. Eti shemeji yangu. Na wewe kenge nyamaza. Umenisikia? Nyinyi naona mmeshaona ujinga. Wewe una kichwa boksi na dadako ana kichwa boksi. Sitaki masiala hapa nyumbani kwangu. Nadhani umenielewa. Matukio aliyokuwa anafanya dadako kwa mwanangu wewe hajui. Mimi ndo najua na mimi ndo naumia. Umenielewa? Usiniletee upumbavu na wewe hapa. Naomba muondoke hapa. Shemeji, sinaga masiala kijinga kama hayo. Na wewe nitakukata makofi sasa hivi. Usinipandishe jaziba. Usiniingilie katika majukumu yangu, umesikia? Shemeji, makofi tena? Hivi unachukuliaje kwa mfano? Watu sikuwa kwambia kitu dada. Kwa tukinini, atuchukia poa. Bila kutaki sababu makofi
alafu upige makofi. Jaribu uone. Jaribu. Haya, kwa hiyo unasemaje sasa? Wewe